kukaribisha si mwingine bali ni mjumbe wa Kristo Kisochi, ambaye nimesamehewa dhambi na kwa neema ya Mungu nikafanyika chombo cha kuweza kutumika katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo karibu sana. Leo tunaenda kujifundisha juu the power in the precious blood of Jesus, nguvu iliyo ndani ya damu ya thamani ya Yesu Kristo. Kuna nguvu katika damu ya thamani ya mwana kondoo wa Mungu, damu iliyomwagika miaka 2000 iliyopita, zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Bado damu hiyo inanena mema, bado damu hiyo inanena ushindi, bado damu hiyo inanena uhai, bado damu hiyo inanena ukombozi, bado damu hiyo inanena uharibifu dhidi ya nguvu za shetani na ufalme wa giza. Haleluya! Damu hiyo bado ina uwezo wa kuponya. Damu hiyo bado ina uwezo wa kufuta makosa na dhambi zote. Damu hii bado ina uwezo wa kuleta msamaha wa dhambi kwa yule anayeamini. Damu hii bado ina uwezo wa kufuta kila dhambi zilizotubiwa. Yaani mtu akisikia mzigo wa dhambi umemlemea, akitubu dhambi zake, akimwamini Yesu Kristo, damu hii ina uwezo wa kufuta dhambi zako zote na ufanyike kuwa mwana wa Mungu. Damu hii bado ina uwezo wa kuharibu kazi za shetani, ya kuharibu nguvu za wachawi na waganga, ya kufuta kila aina ya laana ulizolaniwa, ya kuharibu kila maagano yote yaliyofanywa, aidha uliingizwa pasipo kujua ama hata ukijua, maagano ya wachawi na waganga, maagano ya Illuminati na madevolashpa. Rabasheketerebosaya. Kuna uwezo katika damu ya Yesu. Leo natangaza kwamba kuna uwezo ndani ya damu ya thamani ya Yesu Kristo. Kama utaamini leo, kila utatolewa kutoka kwa kila aina ya utumwa, kila aina ya vifungo. Leo utafunguliwa kila aina ya vifungo vya ukoo, vya kifamilia, madhabahu yote ya mali ya kifamilia, ya wachawi na waganga, maagano yote uliyofanyiwa kinyume na maisha yako, yanayekutesa katika ndoto, kila maroho yote uliounganishwa na marine spirit, haulali kwa sababu ya wanawake wakimapepo na kusumbua, kwa sababu ya wanaume wakimapepo na kusumbua, kwa sababu ya ndoto mbaya, kwa sababu umeunganishwa na roho za wafu. Kila ukilala unalishwa vyakula ukiwa umelala. Leo kama utaamini neno la Mungu, uweza wa damu ya Yesu utakukomboa, utakuweka huru kutoka kwa kila aina ya utumwa, kutoka kwa kila aina ya mateso, kutoka kwa kila aina ya aibu. Kama utaamini, basi utaona ukuu wa Bwana na ushindi wa damu ya Yesu. Kama kuna mtu anamwamini, amshangilie Yesu na kumchapia Yesu makofi mazuri. Wa mahusiano mazuri kati ya mwanadamu na Mungu kupitia kwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Haleluya! Hii damu ya Yesu ilimwagika ikamaliza damu za wanyama, hata ilisaidia wanyama kumalizwa, maana ilikuwa kila wakati lazima, ili mtu asamehewe dhambi, damu ya mnyama imwagike, ndipo ikaweze mwanadamu akaweze kusamehewa dhambi kwa muda. Hakukuwa na suluhisho ya kudumu, bali ilikuwa ni kwa muda, kwa sababu wengine walikuwa wanatoka kwa madhabahu, damu ya kondoo imemwagwa, damu ya mbuzi imemwagwa, akitoka nje ametamani tayari tena anaenda kutafuta mbuzi nyingine, anarudisha tena. Mbuzi zilikuwa na shida, lakini ashukuriwe mwana wa Adam, maana damu ya mwana kondoo wa Mungu ilipomwagika ilimaliza kazi. Haleluya! Na ikawa ni mwisho wa damu za wanyama huweza kuwa na msaada wowote katika maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati mganga anakuambia niletee kuku, unaliwa pesa zako bure. Hiyo kuku ungechinja ukule na watoto wako,
maana damu za kuku hazifanyi kazi yoyote. Haleluya. Tangu siku ile Yesu alipomaliza kazi juu ya msalaba, hiyo chapter ilifungwa. Mganga akikwambia ndakalete mbuzi, unalio mbuzi yako bure. Ungefuga hiyo mbuzi ikazaa watoto mapacha hapa, ikatusaidia ikaleta ng'ombe, badilisha ukapata ng'ombe. Haleluya. Maana mwisho wao ilikuwa siku ile Yesu alimaliza kazi juu ya msalaba, akasema nimemaliza kazi ya kumkomboa mwanadamu. Pazia ya hekalu mara mbili, akapeana yake kwa baba yake. Alipopeana roho yake kwa baba yake, mambo ya damu za wanyama za kuku ziliishia pale. Haleluya. Mambo ya Walawi 17:11. The book of Leviticus chapter 7 verse 11. The life of each creature is in its blood. So I have given you blood of animals to pay for your sins on the altar. Blood is life. That's why blood pays for your sins. Hii ni kulingana version ya neno la Mungu likao linaandikwa katika kitabu cha Malawi 17:14 ya kwamba uhai wa kila kiumbe uko ndani ya damu yake. Uhai wa kila kiumbe uko katika ndani ya damu yake. Mungu akamwambia Musa, ndiyo sababu nimewapa damu za wanyama kuweza kulipa dhambi madhabahu, sababu uhai uko ndani ya damu. Na ndio sababu nimewapa damu za wanyama uweze kulipa gharama za dhambi zenu. Kusema hivi, nitakuwa nafundisha toka Old Testament ninaileta kwa New Testament, toka kwa Agano la Kale, kwa sababu Agano la Kale ni kivuli cha Agano Jipya. Wanyama hawa waliokuwa damu za wanyama hawa ambao walikuwa wanachinjwa wakati ule, walikuwa wanasimama katika nafasi ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu ile iliyokuwa inamwagwa ilikuwa ni kivuli cha damu ya Yesu Kristo ambayo ingekuja kumwagika juu ya msalaba. Utaona tutakapoenda huko mbele. Kwa kuwa uhai wa mwili ukatika hiyo damu, nami nimewapa nyinyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu na Mungu. Kwani hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya... Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa damu ya wanyama kweli, damu ya kondoo ingeleta upatanisho? Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo alikuwa anachinjwa wakati ule, alikuwa anasimama kwa nafasi ya mwana kondoo wa Mungu Yesu Kristo. Aleta upatanisho kati ya mwanadamu na Mungu, ikaondoa ile gap iliyokuwa kati ya mwanadamu na Mungu iliyofanyika katika shamba la Edeni baada ya Adamu na Hawa kutotii maagizo ya Mungu. Kwa hivyo si damu za wanyama zitaleta upatanisho. Alikuwa anamaanisha kwamba damu ya yote Passover, Pasaka, ambapo pia hii Pasaka ilikuwa inasimama ile Pasaka Yesu alikuja fanya na wanafunzi wake kabla ya kusulubiwa kwake kesho yake, ambapo ndio hiyo tunaenda kushiriki leo mwili wa Kristo. Neno la Mungu linasema kwamba siku ile ya kuamkia kusulubiwa kwa Yesu Kristo, Yesu Kristo alifanya Pasaka, alikula
alisherekea Pasaka yeye pamoja na wanafunzi wake, ndipo kesho yake akaenda kuuawa. Tunapoingia katika Exodus, ilikuwa inaongea juu ya mambo ya Yesu Kristo, kusulubiwa kwa Yesu Kristo. 12:1. Tuombe mwinjilisti awe na maiki karibu. Ukimaliza kusoma kwa hii yangu alafu naye asome kwa Kiswahili. And the Lord spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao. Kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana kondoo mmoja, kwa kadri ya hesabu ya watu, kwa kadri ya ulaji wa kila mtu. Hivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Mstari wa 5. Mwana kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatwaa baadhi ya damu yake na kuitia katika mimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazo mla. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hii ilikuwa inaongea juu ya Bwana kondoo wa Mungu Yesu Kristo, ile Pasaka ambaye alikula kabla ya kusulubiwa kwake na kusulubiwa kwake. Sikiza, nasema hivi. Naye Musa, Mungu akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo utakuwa mwanzo wa mwezi katika mwaka huu. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa na mwanzo mpya baada ya Yesu Kristo kufa juu ya msalaba. Kulikuwa ni mwisho wa sheria, kulikuwa ni mwisho wa agano jipya. Damu ya Yesu ilipomwagika juu ya msalaba, Yesu akasema, kikombe hiki fanyeni hivi kwa kunikumbuka, kwa sababu kikombe hiki ni agano jipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu ya Yesu ilifanyika ama ilibadilisha mambo yote, kukawa ni mwanzo wa agano jipya, ukawa ni mwanzo wa kalenda mpya, ukawa ni mwanzo wa wanadamu kukombolewa kupitia kwa damu za kukawa ni mwisho wa wanadamu kukombolewa kupitia kwa damu za wanyama, na mwanzo wa wanadamu kukombolewa na kusamehewa dhambi zao kupitia kwa kuamini damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio Mungu akamwambia Musa, ongea na kundi lote la wana wa Israeli, waambie kwamba siku ya 10 ya mwezi huu kila mmoja atatoa mwana kondoo wa mwaka mmoja. John Fraser anasema kwamba mstari wa 5, your lamb is to be without blemish, a male of the first year. Biblia inasema kwamba katika agano jipya kwamba ilihitajika, ni katika Waebrania, ilihitajika damu ya mwana kondoo asiyekuwa na wala kunyanzi, ili kuweza kuondoa dhambi, ili kuweza kuleta msamaha wa dhambi, ili kuweza kuleta ukombozi kutoka kwa kila aina ya vifungo. Ilihitajika damu ya mwana kondoo asiye najisika,
Haleluya, ambaye ni Yesu Kristo. Kwa mstari wa 5 hapa katika Exodus ama katika Kutoka, unaposema mwana kondoo wenu mtakaye mchinja kwa ajili ya Pasaka awe mtakatifu, asiwe na kilema, asiwe na mapungufu yoyote, awe mkamilifu. Ilikuwa inasimama nafasi ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ni mwana kondoo wa Mungu aliyejitoa kuwa dhabihu kwa ajili yetu. Akipata hajapaka damu, basi asilaumu mtu, maana roho ya mauti itapita katika ile nyumba. Naona vile kulivyo na uthamani wa damu ya Yesu Kristo. Ilikuwa inamaanisha nini? Hata Wayahudi kama wenyewe kama basi hawatapata hukumu, itawapiga. Ghadhabu ya Mungu itawapiga. Na Mungu akasema hata akiwa ni Misri, lakini akawa labda ni jirani ya Mwisraeli, akachukua damu kwa Mwisraeli, naye akapaka, malaika wa mauti, ghadhabu, hukumu haitampiga, kwa sababu mradi ile damu imepatikana kwa mlango. Hata kama ni Misri, neno la Mungu linasema kwamba hatapatwa na hayo mauti. Juu sisi hapo tumezaliwa, maana sisi ni mataifa, tulikuwa tunahesabiwa mataifa, kustahili. Lakini hata mimi na wewe mtaifa, tutakapoamini, lakini tunaamini kwamba alikufa akafufuka, na kwa kifo chake juu ya msalaba sisi tunapata msamaha wa dhambi, na ndivyo tumesamehewa. Tunaamini kwamba tutapona kwa damu yake. Haleluya. Tunaamini kwamba tutakombolewa kutoka kwa vifungo. Hata kama babu zetu ama wazazi wangu walikuwa, wazazi wako walikuwa na mikoba yao, wewe ukiamini, maana mambo ya mbinguni ni mtu binafsi, wewe ukiamini utakombolewa, utawekwa huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama ulifanya dhambi ya gani, siku ile utaamini, basi hiyo dhambi imeondolewa. Ni wewe mwenyewe kujihukumu kwako ndiko kutakakofanya kupeana shetani nafasi